Amen, amen, amen. God bless you. Mungu akubariki sana sana. Naitwa Pastor David Mwangi. Bwana ni mwaminifu na Bwana ni mwema. Karibu sana katika ibada hii katika runinga yetu ya Kencastar TV. Karibu sana katika jina la Yesu. Siku ya leo ninataka tuangalie Hosea chapter 12. Hosea chapter 12 from verses 2 to 3. Kitabu cha Hosea 12, Hosea 12, 12 kuanzia 3 mpaka 4. Tusome na Kiingereza alafu tutasoma na Kiswahili. Nasema, he took his brother by the heel in their mother's womb, and in the strength of his manhood he contended and had power with God. He took his brother by the heel in their mother's womb, and in the strength of his manhood he contended and had power with God. Amen. Tusome na Kiswahili. Nasema 12, Hosea 12, 3 mpaka 4. Nasema, tumboni alimshika ndugu yake kisigino, na alipokuwa mtu mzima alikuwa na uwezo kwa Mungu. Amen. Siku ya leo ninataka kuongea kuhusu tofauti ya mtoto na mtu mzima, na tutaangalia hadithi ya Yakobo. Biblia inasema wakati Yakobo alikuwa mtoto, alishika kisigino cha ndugu yake, lakini alipokuwa mtu mzima akapata nguvu kupitia Mungu. In other words, akaamua sitashika kisigino cha ndugu yangu tena, nitakishika kisigino cha Mungu. Na siku ya leo ninataka tuangalie hawa watu wawili. Genesis 32. Haya ndiyo mambo yamekuja kufanyika. Genesis 32 from verses 28. Kitabu cha Mwanzo 32. Haya ndiyo mambo yamekuja kutimia. 32 kuanzia 28. Kuanzia 28 inasema hivi. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Kwa hivyo hawa watu tunamuona Yakobo akiwa na majina ya watu wawili. Ya kwanza ni Yakobo. Yakobo ana tabia za kushika kisigino cha watu. Yakobo ana tabia ya kushika kufaulu kupitia msukumo wake kwa watu. Yakobo ni mtu ambaye anajua kwamba lazima ang'ang'ane na apiganie baraka zake kwa watu. Yakobo ni yule ambaye anajua ili nipite lazima nimrudishe mtu nyuma. Yakobo ni yule anajua ya kwamba ni lazima nisimame, niinuke, nimshushe mtu chini ili mimi nisimame. Yakobo ni yule anajua ya kwamba ni lazima nimfunike mtu ili mimi nidhihirike. Yakobo ni yule ambao anajua kwamba nyota ya mtu lazima iwe na giza ili yangu ing'are. Yakobo ni tabia ya shida. Na ndiposa Biblia inasema wakati Yakobo alikuwa mtoto akashika kisigino cha ndugu yake. Yakobo inamaanisha contender with men, mtu ambaye maisha yake ana concentrate na watu, mtu ambaye maisha yake focus yake ni watu, mtu ambaye lazima asifiwe na mtu ili afanye jambo, mtu ambaye asiposifiwa na mtu haoni ni kama kuna jambo amelifanya. Mtu lazima awe na approval ya watu.
Kwa hivyo maisha yake yamesenta opinion ya watu, mashauri na maamuzi ya wanadamu. Lakini siku ya leo, mtu wa Mungu, nimekuja kukwambia hicho ni kiwango tu cha utoto. Wakati utaona maisha yako ni ya kung'ang'ana na mtu, wakati utaona kwamba lazima bibi ya mtu atoroke ili uoe yule bibi, wakati utaona uking'ang'ania mme wa mtu ili uolewe na yule atupwe, wakati utaona kwamba ni lazima ndugu fulani biashara yake ianguke ili ung'ale, wakati utaona kwamba customers lazima waondoke, yule ni mnyaganye customers, jua kwamba ugali uko katika uyakobo, ugali uko katika sehemu ya utoto, hujakomaa katika maisha. Na siku ya leo nimekuja kusema hivi, watu wa Mungu, watumishi wa Mungu wengi walipitia, kwa sababu hiyo ni process katika maisha ya utoto, wakati ambao unafikiria lazima so and so afanye ama ifanyikie so and so ili mimi niwe hivi. Lakini mtu mzima ambaye tunamuita Israeli ameambiwa sasa, kwa sababu umeng'ang'ana na Mungu, hujasimama mbele ya Esau tena, yule ulifikiria ndiyo anakuzuia usibarikiwe. Ulipokuwa na opportunity ya chakula, ukaona kuuzie urithi wake wa kwanza. Ulipokuwa na opportunity mama yako kuoverheard kile ambacho babako anasema, mkawa na mkamdanganya ndugu yenu Yakobo, ndugu yako Esau, ili mkanyaganye baraka. Kwa hivyo umemnyaganya baraka na umemnyaganya urithi wake wa kwanza. Ukijaribu kung'ang'ana wewe kuwa kile ambacho Mungu alikusudia. Kumbuka Yakobo, maneno yake yaliandikwa kitambo sana katika Genesis 25 ya kwamba Genesis 25:26 ya kwamba mtoto wa pili atamtawala mtoto wa kwanza. Kwa hivyo haikuhitaji Yakobo kung'ang'ana na kujaribu kupingana na ndugu yake ili afaulu. Ni unabii uliokuwa umetolewa, lakini lazima angefika kile kiwango cha mtu mzima, ang'ang'ane na Mungu mwenyewe, Mungu aliyenena na akasema nitakubariki, Mungu aliyenena na akasema wewe ndiye utakaye tawala ndugu yako. Huyo Mungu ndiye aliyekuwa na siri ya yeye vile ambavyo atakavyofaulu na kujishikia uongozi ambao Mungu alisema. Lakini Biblia inasema kwamba akafika mahali akachoka sana, akaona Esau hanisaidii, nimemnyakua kila chochote ambacho nilihitaji kutoka kwake nikifikiria maisha yatakuwa mazuri, lakini the more ninaifanya, the more ninaonekana nikiwa miserable, the more siendelei, the more siridhiki. This time nitatafuta Mungu. Genesis 32 and verses 28 tukaambiwa hapo akaamua kushika kisigino cha Mungu. Na aliposhika kisigino cha Mungu, Mungu anamuuliza unaitwa nani? Anasema Yakobo, inayomaanisha ang'ang'anaye na watu, ashikaye vizigino vya wanadamu. Kaambiwa hautaitwa tena, never again will you be called Jacob the wrestler with men. Utaitwa Israel, the wrestler with God, the one who stands before God. Na Biblia imetuambia hivi ya kwamba verses mahali ambapo tumesoma katika kitabu cha Hosea ya kwamba akasimama mbele ya Mungu akang'ang'ana na malaika, na alipong'ang'ana na malaika, yule malaika akambariki. Tunaambiwa hapo ndio alikutana na Mungu ana kwa ana. Kwa maana Hosea 12 kuanzia 3 inasema kwamba naam, 12:4 Hosea, naam alikuwa na uwezo juu ya malaika, akashida alililia na kumsihi, alimuona huko Betheli, naye akasema nashi huko. Ya kwamba wakati alikuwa mtu mzima, he struggled with an angel and overcame him. He wept and begged for his favor.
He found him at Bethel and talked with him there. Now, nimpale Betheli. There at Bethel, he met with God face to face, and God spoke to him. Amefika kiwango cha kukomaa na kujua aliye na msaada wangu ni Mungu. Mtu wa Mungu aliye na msaada wako ni Mungu, sio huyo jirani, sio huyo mme, sio huyo mke, sio hao wanadamu ambao umeinvest na wao sana. Unafikiria wakati kutakuwa na janga, wakati kutakuwa na shida, wakati nitakuwa nimeingia katika dhiki watakuja. Watakuja tu kama watakusaidia kwa muda, ama hata wakuache. Lakini mtu mzima huelewa, Mungu asipojenga mji, wanaojenga hufanya kazi ya bure. Mungu asipoulinda mji, wanaoulinda hufanya kazi ya bure. Mungu asipojenga, wajenzi hufanya kazi ya bure. Yakobo alifika kiwango cha watu wazima. Ningeomba kwamba Mungu akusaidie kufika kiwango cha mtu mzima, si kiwango cha mwili ama akili. Hapana, ni ule mtazamo. Nimeacha mtazamo wa kuangalia mwanadamu, nimeacha mwanadamu kuondokea focus yangu kwa mwanadamu na kile atakayofanya. Nimeamua kufocus maisha yangu na roho yangu kwa Mungu aliye na uwezo wa kunisaidia. Biblia inasema aliposimama Betheli, akang'ang'ana na Mungu uso kwa uso, akalilia Mungu, naye Mungu akambadilishia jina. Ni Mungu aliye na uwezo wa kubadilishia jina. Ni Mungu aliye na uwezo wa kukuchukua kutoka mavumbini uketisha katika mahali pazuri. Hana aling'ang'ana na Penina, lakini Hana alikuwa mwelevu, alikuwa mtu mzima. Akajua niking'ang'ana na huyu mama ambaye ananidhihaki kila wakati ya kwamba sina watoto, mimi ni tasa, nitapoteza nafasi yangu ya kumtafuta Mungu. Nitadivide energy yangu kwa huyu mama, nikose nguvu ya kusimama mbele ya Mungu. Akaamua kupuuza Penina. First Samuel chapter 2, wakati Penina na mume wake wamekula na wamekunywa, wameenda kupumzika, anaamka anaenda pale hekaluni usiku, analilia Mungu kwa kilio kikubwa. Ewe Mungu, naomba ukanipee mtoto kijana, nitamfanya mtumishi wako, ataishi kwako. Hiyo ni maombi ya mtu mzima. Second Samuel chapter 1, Hana anaimba wimbo, anasema kwamba sasa Mungu amenifanya, ameweka wimbo ndani yangu. Anasema kwamba ni Mungu aliye na uwezo wa kufanya mtu ambaye hana chakula apate chakula na ghala lake liwe na chakula nyingi. Ni Mungu aliye na uwezo wa kufanya mama tasa akashike watoto 7. Ni Mungu aliye na uwezo wa kuinua mavumbini na kuketisha katika mahali pa heshima. Ni Mungu aliye na uwezo wa kufika nguvu wale hawana nguvu, kama anawafika nguvu kama nguvu. Ni Mungu aliye na uwezo wa kufanya watu sio mashujaa waimalike, na walio mashujaa silaha zao zikavunjike. Huyo ni Mungu ambaye ako na uwezo wa kutusaidia kama tutabadilisha mitazamo yetu, nia zetu, na tumtazame yeye. Tuachane na mwanadamu, kwa sababu hakuna kitu mwanadamu aweza kukusaidia, na kama atakusaidia tu na limitation kwa muda fulani. Ubarikiwe sana na Bwana. Ombi langu ni kwamba ukamtegemee Mungu. Naitwa Pastor Mwangi, 0758 575741. Nataka kukuombea. Baba, katika jina la Yesu, wakati Yakobo alikuwa mdogo, alishika kisigino cha ndugu yake, lakini alipokuwa mtu mzima akashika kisigino chako. Tusaidie kukomaa na kujua mwanadamu hawezi suia chochote, ama hata tusaidia kufika mahali fulani. Usipomtuma, usipomsaidie akatusaidie. Siku ya leo naomba kwamba Bwana anayenitazama atainua uso wake kwako, atakulilia wewe, atakupigia magoti wewe,
Atalala kifundifundi mbele zako, akikutafuta wewe, uliye na uwezo wa kubadilisha hali, uliye na uwezo wa kubadilisha majina, uliye na uwezo wa kuinua, na uliye na uwezo wa kuhifadhi, uliye na uwezo wa kupigania. Nakupa heshima ni kwa sababu ya maisha ya mtu huyu. Mbariki Bwana. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen.